mwetu uyu wa family eno na oito nena ekaleta moja ri bandu ba mei ili unu mwe wakalatu wende na odi na ekaleta moja ri neko kwa mbesa sia wiba bala ni mbesa mingi na anai moito na moito kwa CS lakini after CS maundu wende yani mabuka bukao bala au kukete kueleka na nuna kana kaidi akana ne koka kwa na kwero bani nyake alejo umuntu tukindi atwe kuna story na moneka na wese kende ndo amana kala kana ende ye ko biga bandu ne bau na before tunatenda kwa mko introduce ala no kana mo bala ni TV mwede wale tawa Simbizi TV na itinatwe na kamba ngosi ginowe tina wa camera sina neto kwendi atoyambia story kana wese kwendi ndo ametukizeyo mbe na story ndo tafadhali wako manana yo moya kwa tina ndaya tafadhali mishie nenda kwenda ibiki yangu matona kume na makatete ya family numba kama hiyo mzee mwetu wo na wese kwendi ona itu neto wa moyone twaite church family neno kutwe kwetawa Kayole Jackson nebo toka kwanza nyao nebo toka kwanza story eno na neto kwendi atwemiambia shortly mam masirwano ntawa Lydia Musyoka. Lydia Musyoka au metoka amba aba nimetoka amba wa Kitui beni seto matinyane asiana sia kwangathio sia ya bandu betu amusebe njangwithia Kitui kuya kwa kaluki wangilo ene ndiwe na gone wasimone besta watu lawe bathe atwelezea thina waku akena na mwindi na taithia ngutane yane ngoe mwe yako na kutenya none ndiane yumilie na mabesta makwa ukakwitika wito wenu na twibano ndo kumukena tumanekela kene kikie na pia maya mukamba no wanda kupigwa ne video no aitugeze kemia ne wati mone geno teu na teyumilia arutetheze kubio mutya Masimwekali era wa mazi kana mbeo magaindoka you mam kwa no tueleze kila kinendiwe nikana wizendi ya maundu ne magikabo Masimwekali ni wethiwe muito na ibinda yu masi wa amina kuita bana ibinda ya kusia wethia nina mutu ya hospitali wa Mama Lucy na pia Mama Lucy ibinda hiyo matakitari ni makomete na andimiti wa na mamusisia methia mathina make no ni wa CS na masia maitona kuthukumana nake nundu akwiza kwithia moma katika mtandao baikpand mali takuoneka na yu nina kwati hospitali ingi wa next ita Astor Point na kwata Astor Point nina twaye masiva una mambo kia nesa masi alika hospitali nesa aitwa nesa kwa CS ya uma nesa na kamba Astor Point hospitali ile bezo wewe Nazira ye baka yole Nazira ye umoja okay ni ya Mama Lucy bumbe okay umoja bewa kwa chief opposite Mama Lucy ni makwata nite buna ba okay ni ba leti na wa hospital uma kwa chief bala mauni kwa chief niyo lambirite bu inamiona wala alafu masi athumu athumu anesa na athumu anesa twaminie matuku eli kuu twavutiwa twasioka nyumba nekala na masi na mubyubisya wiki ili syathela na tujuko kwata wiki wa katatu na nundu atwana tula tungi ni yandu twi secondary ni natwana tutatu secondary wethia bala ni tukomboya ndu ndu somea school itwa mukutha secondary na ni sirikali ni andei na ithani makomboya ndu bakubi na mbothi nga masisi yuna thina yu masisi ni ku choko no kila ndi na koma na choko no kila na kuna simu nundu ndiye kala one muito ni nekala ngungangana nake muno ngutha ni ngumukuna nundu we nyumba kwakwa yuvano nini we nekala bana musi wakwa na ena mwana inya na mwana nyeta wa Musyoka na yu neka atino na mina kuna simu kwa choko kana kake kala kaku kena miaka mwanza atino kaambia mama ongei na mkulia ni nini ambia mama ngoi mama amenyamaza ni kwa nini mbaya na ebupatia andi yake simu na andi yake akapewa simu baada ya kupewa simu akaniambia mimi huyu amenyamaza mimi sijui ni nini
Sasa hapo nikachukua hatua kwa haraka nikakuja. Kufika nilimpata amelala kwa kiti na mgongo na amenyamaza. Nikamuuliza mami ni nini? Hakuongea. Ni nini umengojeka sasa, jana tu na leo? Akanyamaza, hakuniongelesha. Niliita taxi. Taxi nikamrudisha hiyo hospitali ya Astor Point. Maana hapo si ndio alikuwa amejifungulia. Waende waangalie ni shida gani. Tulipofika pale walimuangalia wakasema mandawa asiko sawa, na wakaniambia kama tunaweza tumpeleke CT scan wajue ni nini ananyamaza. Hapo wakamweka mandawa za kutuliza uchungu, manake alikuwa ukimshika anawika, anafanya hii ya sababu ya uchungu. Sasa wakajaribu kutuliza uchungu, alafu tulienda hapo siku ya Saturday. Sasa tukalala tukamkia Sunday masaa ya saa 8 tukampeleka CT scan. Alafu tukamrudisha tena hospitali hapo tu. Na mambo yote tulikuwa tunafanya hospitali bado zilikuwa zimegoma. Asikuwa zimerudia kazi. Sasa waliporudi wakasoma yale ile picha imetoa. Wakapata hapa katikati ya mgongo ako na maji. Sasa wakaniambia mam, hii maji ndio tunatumia tujue masi ni nini mbaya. Tujue ni kwa nini mbongo wake amenyamaza. So walipopima yale maji walinipatia majibu ya meningitis. Sasa wakaniambia sisi tumeona hiyo. So wakaniambia sasa wacha tuanze matibabu. Sasa Masi akaanza matibabu hapo. Akakaa siku ya kwanza, siku ya pili hajakula kitu. Siku ya pili nikampatia, huo siku ndio tuamkie siku ya pili, nikampea uji. Na nikampatia uji kikombe 2 usiku. Asubuhi nikampatia kikombe 1 ya maziwa. Sasa nilipofanya hivyo daktari akakuja. Akaniuliza huyu amekula kitu? Nikamwambia yeye amekunywa. Umeona amereact? Nikamwambia yeye amereact. Usiku ulimuona aje? Nikamwambia mimi nilimuona usiku aliamka, juu nilikuwa na mtoto huko. Usiku aliamka, akaangalia mtoto na nikamuita. Aliitika tu na hakuongea tena. Daktari akamuita Masi. Akaitika. Akamwambia unasikia wapi vibaya? Akainua mkono hii, akashika kichwa. Daktari akaniambia huyu msichana shida inaonekana ni kichwa. Kichwa kinamuuma sana. Sasa kutoka hapo Masi hakuongea tena. Hakuna saini nyingine alionyesha. Aliendelea na kunyamaza. Sasa majioni ilipofika, daktari akaniambia huyu msichana anafaa apewe chakula. Na sasa hapa kwa ward hawezi pewa chakula hapa. Kwa maana kwa hizo siku amekaa hapa kutoka Saturday, leo tuko Tuesday, ako na njaa. Acha tumpeleke kwa maana wakati tunachukua hatua ya kumpea uji, akimeza unaona ni kama koo imeshikana. Sasa daktari akaniambia wacha tumpeleke ICU. Tupate kutumia mashini tumpatie chakula. Sasa hiyo manjioni wakampeleka ICU. Sasa kutoka hapo Masi anapewa tu bado anasaidiwa na mashini kukunywa uji, lakini bado anaendelea na kudhoofika. Anaendelea tu na kunyamaza. Alikuwa amefungua macho, akafunga macho. Akaendelea tu hivyo mpaka akamaliza siku 5. Sasa hiyo siku ya 5 Masi alienda. Atuacha. So daktari mimi nilikuwa nimesharudi kwa nyumba. Daktari akanipigia simu asubuhi. Akaniuliza uko wapi? Nikamwambia niko kwa nyumba. Akaniambia kuja hospitali. Mimi nilienda kanisa kwanza juu ilikuwa Sunday. Na nilienda hospitali mwendo wa saa 6. Nikafika daktari akanipeleka tu kwa ofisi. Akaniambia Masi Mwikali, mama Masi, tumekuita hapa kulingana na venye umetuachia Masi. Tumekuwa tukitifu Masi, mgonjwa mwenye tulikuwa tunaona. Na sasa sisi tumejaribu yetu kabisa. Kulingana na venye uliona tunafanya kazi kutoka wakati uliona Masi akiwa anakuja kujifungua. Uliona bidii yetu. Sasa kufika hapo Mungu amempenda zaidi. Masi ametuacha mwendo wa saa 8:30 usiku ndio tuamkie Sunday.
Nikamwambia inakuanga tu hivyo, ile Mungu tu amepanga, huwezi pangua. Sasa kutoka hapo kama wazazi walituambia, na kwa sababu Mbilu hatujawahi wasomea, acha Mbilu tumesha hesabu yote ya hospitali sasa. Hospitali tumepata, kwa maana hiyo hospitali sisi tunadili na upasuaji, sisi hatudiliangi na wagonjwa. So mgonjwa akikuja kama Masi alikuwa wetu, tulianzana naye kwa sababu hiyo. Sasa tunamchukulia madaktari kutoka nje. So madaktari tulikuwa tunalipa. Na after that Masi bili yake imekuja 6.68. Tukawaambia, wakatuambia na kwanza mahali hapo haijaeleweka. 6.8 million ama yani 680,000. 600,068. Okay. Naona ameasikiza. Yes. Sasa tukarudi kutoka hapo, wakatuambia tutawashikia mwili kwanza, muende mtulize akili, mjue hiyo pesa inapatikanaje kwanza, kama hamuna saa hii. Kama kawaida yetu tunafanyanga hivyo, wazazi kama mtu akiachwa ni mtu akiacha watu wake, na mwili tunapeleka Omash Funeral Home. Hapo ndio tunapeleka huo mwili, maana sisi tulisikizana na hao. Hatukuwauliza mambo ingine ya Mama Lucy wala nini. Sisi kwa maana venye tumepata hiyo hali tulikubaliana na wao hivyo, na wakatuliza ama saa hii mko na pesa mulipe, tuwapatie mwili mupeleke mahali mnaweza peleka mochari. Tukawaambia hatuna hiyo pesa, lakini tutaenda kwanza tutulie. Sasa kwa hapo Masi waliita ambulance kutoka Omash, wakamchukua na the following day tukamfuatilia. Tukaenda tukaona venye amewekwa, tukapatiwa charges za huko, na tukakuja tutulie tutafute pesa, manake asikukua. Na Masi kuenda hapo si ati tulimpeleka kwa sababu tulikuwa na pesa. Tulimpeleka hapo kwa sababu hospitali za serikali zilikuwa asifanyi kazi. Na hapo ndipo nilipata chance wakati alikuwa anaenda kujifungulia. So tukaanzana na kutafuta pesa. Tukatafuta pesa, tukafanya marambi, tukajaribu kutafuta watu wa serikali wamoja. Tukaraise kama 90,000. Sikiwa 90,000 tuka divide mara mbili. Kulikuwa na kikundi kingine cha youth. Youth wakaraise 31,000 wakapeleka mochari. Kwa sababu ya venye tuliingishwa kuna charges 7 days. Ile mwili utahifadhiwa, mambo kama hayo. Alafu 90 tukapelekea daktari, tukamwambia after now hatuna pesa ingine. Hizo ndizo tumefanikiwa kwa nini. Sasa tukaanza kufuatilia watu. Mimi nishafuatilia Songo nikamfuatilia, nikaenda kwa Facebook yake nikamfuatilia, sikumpata. Lakini watu wakawa wananiuliza unamefuatilia Songo? Nikiwa nawaambia bado namfuatilia lakini simpati vizuri. Rafiki yangu mmoja anaitwa Gladys akanitafuta. Akaniambia tufuatilie Songo. Tukafuatilia Songo. Tukiendelea na kumfuatilia tukumpata, kufanikiwa kupata Songo. Lakini bado tunaendelea kutafuta pesa. Kwa pesa hatupati. So daktari mwenye hospitali akaniita. Akaniambia huu mwili nimekuwa katika file zangu nimepata kuwa mjawahi zika Masi. Ni shida gani? Nikamueleza. Akaniambia wacha niwashikieni hiyo bill kwanza. Muende. Ukiona hiyo masiku imefika namna hapo na ni 90 tu mlitoa, inaonekana hamna otherwise. Kwanza niwasikie, alafu niwaandikie barua muende mupewe mwili. Kama mko na pesa ya mwili muende kila siku hiyo mwili unalipwa 2,000. Sasa pale Omash wanalipa wanachaji 2,000 per day. Sasa wakatuambia wanachaji hizo kwa sababu ya hiyo barafu ni expensive. Na wakatuambia mimi nimewashikia bill kwanza, endeni muende mdili na hospitali, nimewaandikia barua, mkibanikiwa mtarudi tuongee hizo mambo ingine. Ama Mungu atajua penye atafanya. Sasa alituandikia barua, alipatia permit, nikapeleka Omash. Omash nikaenda nikaongea na wao, wakatuambia
hakuna vile wanaweza kuwepo hiyo mbili, kwa sababu ya hiyo penye mwili unachajiwa unahifadhiwa kwa hali ya juu. Sasa tukaenda tukaona mwili enyewe, tukapata mwili venye umehifadhiwa uko sawa kabisa, hata achachenje hata kidogo, hiyo barafu iko nzuri. Sasa tukarudi, sasa tukaanza kutafuta pesa. Sasa tukiendelea na kutafuta pesa, ndio nikawa niko tu bado kwa nyumba, niko na huyu mtoto mdogo. Huyu ni wa huyo msichana. Huyu ni wa huyo masi, sasa ndio alifanywa hiyo CS akatolewa kama msichana. Sasa saa hii kako na miezi 3 na likaacha kakiwa na wiki 3. So kamekuwa kakisurvive aje aka katoto? Ni chakula ama ni maziwa ile? Kalinyonya tu wiki moja. Kalinyonya tu wiki mbili. Alafu hata wiki mbili zikifika mama hakukuwa na maziwa vizuri. Ilikuwa saa zingine nimeulizia daktari akaniambia tuwe tunamchanganyishia maziwa hii ya pressure. Ndio sio haina nguvu kama long life. So daktari aliponiambia hivyo akaniambia na mkipata nguvu mkiwa mko na kitu hii mtoto apewe nani. So tukaanza pesa zenye hiyo tu tuna rice ya matanga tunatoa kidogo tunamnunulia nani alikuwa anakunywa 5 days mkepe mmoja. Nikatumia mwezi moja kumpea nani. Sasa hata zingine nampea hiyo pressure na hiyo nani tu nikipata nampea. Ningependa kuambia Mike Songo aje nitakufikia. Ningependa kuambia Mike Songo kama anaweza anisaidie nitoe hiyo msichana hapo. Kwa maana sasa hii amekaa miezi 2. Kwa hivyo nikuulize, mbili saa hii kufika paka leo ni 106 paka leo sasa. Pale kwa mochari ama kwa mochari sasa. Nikuulize baadaye. Bili ya hospitali tulienda tukaongea penye tulianza tulienda tukaketi chini. Sasa tulipotoka kupeleka mwili kule daktari SHA ililipa 190 kutoka kwa zile pesa. Daktari akarudi akatupatia discount ya 40. Sasa hiyo bili yote ikakuja ikabaki 421. Sasa daktari leo tukumpelekea 320 ikabaki 321. Ikabaki 421. Tulipotoa hiyo 90 tukabaki na 321, ambapo sasa nikienda kwa daktari saa hii kumpelekea 321. Machaji zisamasi sasa zenye alidili nayo na roho yake venye alitoanisha hiyo nini yote. Hiyo ndio daktari anandai saa hii nikienda nampelekea. Hivyo mama, kuna tofauti kidogo. 321. Kuna tofauti ya pale hospitali na kule mochari. Huu ni hospitali na kule ni mochari. Mochari inajihesabu kila siku 2,200. So far imeaccumulate ngapi kwa mochari? Mpaka leo iko na 106. 106. Kila siku akilala zinaongezeka. So yote inakuja 321 plus 106. Unajua kesho pia inaongezeka. Kila siku inaongezeka. Mike Songo ataona hii message yako. Na Mike akiona atakusaidia. Amen. So kama uko hapo na umeona hii video, please help us to share. Na si lazima Mike Songo peke yake. Watu ni wengi sana wanaweza wengi generous hapo hivi. Mtu na roho ya utu, uko na 2,000 zako, 1,000 yako, uko na 10,000, chochote chenye uko nacho. Please come we support this family. Pia I will organize live on TikTok. I will try to do something there. We raise a little amount of money chenye tutaweza, pia tukuje tuwasupport. Nitafurahia sana kuona hii familia imepewa mwili yao, wameenda kupumzisha mwili wa mpenda wao nyumbani vizuri na amani. Sasa juu kama hiyo ni bili ya hospitali peke yake na bado hujapanga historia ya mazishi nini, vitu zile mingi ziko hapo, si unaona hii familia inahitaji usaidizi wenu. So tafadhalini naomba mjitokeze kwa wingi, kuja kusaidia hii family. Hata nyinyi mnaona situation venye iko, ni mtoto mdogo na mtoto mdogo wako na mambo mingi sana, wako na mahitaji mingi sana mingi. Simbizi, do you have any other question? Hii si question, kitu naweza sema ni nataka tu ku-encourage watu hapo nje. Sisi tumeona situation venye iko, hata nyinyi mnaona si poa.
Na if you need any document nitaweka tu sample hapo kwa screen. Kwa hiyo video nitachukua documents ndio mjue ni ukweli ama ni uongo. Msichana ndiye huyu, na document pia ya polisi ya nini nitawaekea tu hapo. Unaona, ndio mkue mmethibitishwa kabisa hii ni ukweli ama ni uongo. Na of which siwezi kuja kuchukua story ya uongo hata kidogo, siwezi kubali. Do I know how it works? Kitu kingine najua wanaweza kuwa wanataka ni mam, sijui vile wanaweza, unajua niko sure ni watu wengi wataona hii video na wanahitaji namba yako ya simu. Wanahitaji support pia kukufikia. Unaweza ukawapea ama atawapea namba, si ndio? Atawapea namba ya M-Pesa. Mwenye ako na roho ya utu wa kusimama na mimi sisi nipate maziwa ya huyu mtoto anitoe mama yake pale mochari 0794 90 57 95. Rudia tena. 0794 90 57 95. Umesikia hiyo namba? So kama wakipiga hiyo namba pia wanaweza kupata. Ananipata. So kama wewe ni mtu generous pia, najua sasa tunaelekea wakati wa campaign. Pia wale politicians mnaweza pia come through. Hii ndio time sasa mnaweza come through for this kama ndio pia. You win your battles of politics. Mimi sijui kama niko na swali lingine unless mimi hakuna swali lingine niko nayo. Hii story ndio in fact tulikuwa tumekuja huku cover. Hapa ni Kayole. Na tukiwa Kayole, hiyo ndio story yenye imetuleta hapa. Tafadhali mkiona nikiitika wito mjuange si kuzuri. Just imagine wewe uko na mtoto ama umekufiwa na mamako ama mtu wako na amekaa mochari 2 good months. Just imagine hiyo stress yenye hii family iko nayo. Just imagine vitu zenye wanapitia wakiwa tu wamenyamaza, na uwezi jua ukipatana naye kwa barabara akitembea hivi, unajua uwezi jua kama hajakuelezea story kama hiyo. So please, kama uko hapo na umeona hii video, kitu ya kwanza share, kitu ya pili support hii family iweze kutoa mwili wao wapi pale mochari. Tafadhali mimi nimewaomba na heshima mafansi wangu na yote mwenye atapatana na hii video. So mimi sina mengi, na in case maybe kama unataka kupitia kwangu naweza kukupea namba yangu ya simu 0701 69 37 54. You can also connect with me or you contact mama direct, amewapea namba yao. So mama, wacha tufika hapo, maybe kama una kitu kingine ya kuambia watu, wacha tu tufikishe hii story hapo. Document by the way ziko hapa. Sorry. Beto hii document zimekuja ni hizi hapa kila kitu Hii ni burial permit. Hii ni burial permit na ika expire. Saika Kasarani. Beto kila kitu iko hapa. I will pin it there. Everything. Hiyo ni ile tulilipa 31. Hiyo ni marisiti za hiyo malipo ya umash. Hii ni invoice ya pesa. Hii ni 136 total pay. Hii nayo ni ya 31,000. Naona poleni. Hii nyingine pia ya 35. I think hii na hii ni the same ya 31 ndio tulilipa ile ya nini? Ya mochari. Moja ni ya mochari. Ile tuliingisha hapo tulipewa 31,000. Ndio hizi. 7 days. Please tafadhali hebu mjitokeze, na by the way hajadanganya. Ile balance nyingine ni hii hapa. 1,321. Hii ni ya hospitali. Yes. Yenye imebaki ni hii hapa. 320. Hata unaona stamp iko hapo kwa hiyo karatasi poleni sana. Anyway, hizi vitu zingine hazina maana sana as long as hizi mumeona. Hiyo ni ile alikuwa matibabu penye ilikuwa. Hii ni ya matibabu pia, hii ni ya admission hii. Haya, hii ndio mambo ya matibabu venye alikuwa anatibiwa, kila kitu kiko hapa. So tafadhali tusaidie hii family. Tusaidie hii family by next weekend. Wacha hii inakuja, hiyo ingine wakiwa wanaweza enda kupumzisha mpenda wao tafadhali. Na we wish you all the best. Mama, usikuwa na stress sana. Mimi niko sure watu watajitokeza kwa wingi sana, na hiyo niko na imani nayo. Mimi naamini. Amen. So kwa leo wacha tufikishe hii story hapo. That is the story, you have watched it.
Maybe kama uko na anything unaweza ongea hapo kwa comment section, and for that, bye bye, thank you for watching.